lakini wale ambao wanahakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi, Mungu wa mbinguni wabariki. Tuwapigie makofi mazuri sana. Piga makofi kwa ajili yako. Sasa naomba msalimie jirani yako. Usimsalimie kama mmegombana jamani, usimsalimie kwa furaha. Kupitia maombi haya Bwana anaendelea kufanya. Kuna ushuhuda leo mkubwa sana nitakwambia. Bwana amefanya. Najua kuna wakati tunaendelea hapa, kuna watu labda wanafikiri tuna bifu fulani, lakini kwenye channel za kimbingu tumewekeza na Mungu ametukubali. Amen. Amen.
Asante sana, asante sana. Tunao hapa, karibu. Bwana atakuhudumia. Usijione kama umechelewa. Yesu yuko hapa, tasema na wewe. Haleluya, haleluya. Basi naomba tu kuwa karibu na daftari lako na kalamu yako. Tunaendelea na somo letu linalosema maombi ya maombolezo. Haya ni maombi ya kuamua toka ndani ya moyo na kukubali makosa waziwazi na kusihi huruma za Mungu, au ni maombi ya kuhitaji msaada, kusihi msaada wa Mungu juu ya tatizo ambalo peke yako kwa nguvu zako huwezi kulifanya. Haya ni maombi ya muhimu sana kwenye maisha yako. Au umeonewa au umedhulumiwa au unataka kuhukumiwa, lazima uwe na maombi ambayo yanaweza kusababisha matokeo kwenye maisha yako. Jana tulimaliza na mtu mmoja anaitwa Esther, Mordekai pamoja na Hamani na mfalme Ahasuero. Natamani tuingie kwenye neno. Naomba ufuatane nami. Kuna vitu leo ndo kama naelekea, zimebaki siku 3 ya leo na ya kesho na kesho kutwa tunamaliza, lakini kuna kitu Mungu ananionyesha katika ulimwengu wa roho. Kuna mambo Bwana anataka kwenda kufanya siku ya leo. Usikubali kutokunisikiliza kile nafundisha hapa nilipo, na uniangalie sana kwa makini, maana Mungu anaenda kufanya kitu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kama umekana mtu anaongea, heri ukahama kwenye hilo eneo, ukatoka tu kama unaenda nje, alafu anakuona uko mbele, unamwacha wewe mwenyewe ndio unajua. Tuliona kwamba wana wa Israeli wameshtakiwa, au Wayahudi, waraka umeandikwa wauawe. Nini kingeweza kuwasaidia? Moja, walikuwa na mtu mmoja anaitwa Esther ambaye alikuwa ameingia kwenye nyumba ya kifalme, lakini Esther peke yake isingetosha kuleta mabadiliko na suluhisho. Alihitajika Mungu wa mbinguni kwa kulia sana na kuomboleza, ili watu hao wabaki salama mikononi mwa Mungu. Ndugu yangu, yako mengi unayopitia leo kwenye uso wa nchi. Mengine yanavunja moyo na kukatisha tamaa. Unayo ndoa, kama jana nilivyosema, kuna watu wako kwenye ndoa lakini hawajawahi kuwa na furaha kwenye ndoa zao. Wamekuwa watu wa machozi, lakini yuko kwenye ndoa. Anasema heri ningebaki mitaani kuliko kuolewa, kuliko kukaa kwenye hii ndoa. Sijawahi kuwa na furaha. Lakini nani anaweza kushuka akaiponya ndoa yako? Si kwenda kwa mama fulani aliye na ujuzi wa kukupa dawa ili ambadilishe mume wako. Si kwenda kwa wachawi ama waganga wakupe dawa, au kwa wanasaikolojia, wanashindwa. Lakini tunaye Mungu, ukimwendea kwa nia ya dhati, kwa machozi, atabadilisha kila ambacho kinakutesa kwenye maisha yako. Yeye ni daktari na yeye anaitwa mshauri wa ajabu. Akiingia kwenye ndoa yako, mambo lazima yawe shwari, kwa sababu yeye ndiye anajua kushauri. Maana hata kama ukimpeleka kwa mwanasaikolojia atafundishwa, au kaenda kwenye dawati la kijinsia, atakubali akiwa hapo, akitoka ataendelea na tabia yake. Lakini kama ukielewa, ukashuka na magoti yako ukayapiga mbele za Bwana, ukamwambia Mungu, niko hapa peke yangu, siwezi. Huyu mwanaume umenikutanisha naye, kwanza sijui alikotoka, tulikutana tu tukapendana, lakini ameanza kubadilika. Mungu wa mbinguni, wewe ni Baba. Maombi yako unapoomba, akibadilisha na Mungu hatarudia tena tabia yake. Piga makofi mazuri kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mganga na daktari wa kweli. Akitibu maisha yako, matatizo yako yanakoma. Yeye ni mwaminifu sana. Juu ya ugonjwa unaokutesa, usiwaze kwamba unakufa kesho. Wewe si wa kufa kesho, bado safari yako inaendelea. Utaishi na shetani ataona ukipanda miaka hadi miaka. Sasa tuliona Esther anainuka, anaenda anapata kibali kinyume cha utaratibu.
anaenda mbele za mfalme, anasema nitainuka tu, hata kama utaratibu uniruhusu, lakini mimi naenda. Kwa nini anainuka bila unaenda? Kwa sababu anaamini moyoni mwake kwamba nikienda kwa njia ya imani kuna vitu vinaweza kutokea. Nataka nikwambie, maombi pekee yanakupa fursa ambazo shetani alikuwa amejificha kwenye maisha yako. Kuna wakati mwingine kuna vitu vimefukiwa, havionekani, na hata sura yako. Kuna watu wanatembea leo wanaonekana wazee, lakini kumbe sio umri wao, kwa sababu shetani amegeuza maisha yao ya halisia, amewapa kopi ya maisha. Nataka nikwambie kwenye semina hii, unapotoka hapa, Mungu anakurudisha kwenye eneo lako, kwenye position ya kiroho, anakurudisha tena. Unarudi ubinti, unarudi ujana. Mungu atakushika kwa mkono wake, hakuna linaloshindikana. Walipoomba mambo yakabadilika, lakini mwisho wa siku kinyongeo alichoandaa ili ya wanyonge, wao ndio walikufa. Nimekwambia leo nina ushuhuda, na kama sijaendelea, Zakaria yuko hapa. Walikuwa wanashtakiwa shtaka gumu sana, ambalo wamepambana, amekaa gerezani miezi ya kutosha, toka mwezi wa 11 mpaka wamekuja kutoka mwezi wa, ulikuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4, watano kasoro siku 2 ndio wanatoka mle ndani. Nisikilize, nakwambia tunaendana na ushuhuda, na kuna wengine pengine nikawainua ambao wamenupa shuhuda ambazo zimepita hapa tu ndani ya siku chache. Sasa tunapokuwa tunahubiri hapa, usidhani kwamba labda mchungaji anatutia tu moyo. Haya maombi yanaenda kupindua vitu katika ulimwengu wa roho, na kila kitu ambacho shetani alikuwa amezuia lazima kitoke. Vijana wangu wameteseka muda mrefu sana, na jana tumemaliza maombi hapa, akaja akaniambia, baba, kesho ndio hukumu, kesho ndio hukumu, tunaenda kuhukumiwa. Nikamwambia, mwanangu, nisikilize, umekuwa mwaminifu toka siku ya kwanza nilipotangaza maombi ya kufunga. Umeanza kufunga na kuhudhuria semina hii. Nikamwambia, kama Mungu aishivyo, utarudi hapa na ushindi. Na sikumwambia kwamba ikiwezekana. So nisikia kile nilikwambia. Mungu wa madhabahu hii anaenda kukutoa gerezani na anaenda kukushindia hii hukumu. Na maandiko yanasema msijiulize mnapopelekwa mahakamani, maana yuko atakayesema, na leo yuko hapa ameshinda kesi. Zakaria, naomba uje hapa kidogo. Ina raha ya ajabu. Kijana wa watu yuko innocent. Nakumbuka hata wakati mapambano yanaendelea, mambo yanabadilika, alionya vijana huko ndani, akawaambia, jamani, msifanye vurugu ya aina yote. Nakumbuka alikuwa amekaa pale akiwaonya watu, lakini mwisho wa siku yeye ndo anakamatwa, anapelekwa gerezani. Ni maumivu. Kanisa tumeomba na tumemwambia Mungu hawezi kufungwa, maana yeye ni innocent. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hakika kwa kipindi hiki ilikuwa ni jaribu gumu sana kwangu, lakini Mungu aliamua kunipitisha ili nitoke mahali kwenda mahali, na hakika nimemwona Mungu. Baba, kule gerezani watu wanaomba sana. Kule gerezani kuna Biblia ambazo hukuja sijawahi kuziona. Kuna Biblia ni kubwa inalingana hapo. Kule kama kuna Waislamu kule watu wanaomba. Lakini kule siku ya Jumamosi vile tunachungaji wanakuja kule gerezani kwa ajili ya kuja kuomba kule. Hakika kule tumesimama tumemuita sana Mungu. Gerezani ni pabaya, tusikie tu. Baba, huko mtu anashinda njaa, siku moja analia. Kule ukila asubuhi saa 4 mpaka kesho saa 4 ndio utakula tena. Lakini huwezi kusikia mtu analalamika kwamba ana njaa. Baba, nilipokupigia simu leo nilikwambia nimeshinda. Hukumu ile hakika haikuwa rahisi. Maana hii kesi ilikuwa ni mbaya sana. Ni kesi ambayo hadi hapo tumekutoa kosa la uhaini, kulitoa makosa 11. Makosa yale yalikuwa ni mengi. Maeneo yote unaojua kwamba yaliungua Bunda hapa ni moja kati ya kesi ambazo nilipewa.
Yaani kama unajua kwamba kuna mahala paliungua Bunda, hizo kesi nilizibeba. Na tuliletea mashahidi 41, lakini baba akaja hao mashahidi 14 peke yake ndio waliokuja. Na juzi wakati naomba hapa, nilisikia roho ikiniambia hakimu ataenda kusema huko huru. Na hakika hakimu pamoja na kusoma hukumu, huyu amesema Zakaria kuanzia sasa huko huru. Namshukuru sana Mungu, ameonekana. Mungu alinisimamia, amenitendea. Tulikuwa watu 7, amehukumiwa kufungwa mtu mmoja, amefungwa miaka 5. Lakini mawakili wapo wanasema atamkatia rufaa. Lakini Mungu ni mwaminifu baba, haikuwa rahisi kiasi hicho. Namshukuru sana Mungu. Hebu tuendelee kuomba. Mungu ni mwema sana. Jamani, naomba tusimame juu. Tusimame juu. Naomba simame pale. Tunataka tumwazimu Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyosha mkono wako kwa kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Baba Mungu mtakatifu, wewe ni Baba, hatuna cha kukulipa isipokuwa tunasema jina lako lihimidiwe. Akili zako hazichunguziki. Wewe ni Baba hudirikiki. Mawazo yako ni makuu sana, hakuna wa kufanana nawe. Baba, umemtoa Zakaria kwenye wakati mgumu aliokuwa anapitia. Baba, tunasikia shangwe mioyoni mwetu, tuna amani Baba, mioyo yetu ina furaha, mioyo yetu imejawa shangwe, maana tulikuita na haujatuaibisha. Ukasema utakubali aibu hii impate mtumishi wako. Umemtetea, umemwezesha, umemlinda, umemwokoa. Baba, uhimidiwe, uinuliwe Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Mtendee mema, mwinue katika vipawa, katika huduma, mpandishe viwango vya kiroho, imani yake ikapande katika jina la Yesu. Asante Mungu, maana umefanya yote kupitia jina safi la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba na kuamini, amen. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Hongera sana. Mungu akutendee na mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotakiwa wewe ni kuendelea kuamini na kuamini kwamba Yesu yuko kwa ajili yetu. Sasa twende kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 1 hadi wa 23. Mstari wa 1. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Sham toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasason Tamani, ndiyo Engedi. Mstari wa 3. Yehoshafati akaogopa, akatafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Mstari wa 5. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya, akasema, E Bwana, Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Si wewe, e Mungu wetu, uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao waliokaa humo wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu, au tauni, au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele yako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utatusikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, ambao hawakuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa
wakija kututupa toka milki yako ulioturithisha. Mungu wetu, je, hatutawahukumu? Sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii. Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje. Lakini macho yetu yatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeieli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yerueli. Hitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike kesho yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Yehoshafati akainama kichwa kifulifuli, akaanguka mbele. Yuda wote na wakaao Yerusalemu wakimsujudia Bwana. Na Lawi wa Kohathi na Walawi wa wana wa Kohathi na wa wana wa Kolahi wakasimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakichoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika, waamini wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu wa jeshi, na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wana wa Moabu walioondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia uharibifu kila mtu mwenziwe. Yuda walipofika mnara wa hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, walitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka chini, wala hapana aliyeokoka. Piga makofi kwa Bwana. Kulikuwa na uvamizi toka mashariki. Alikuwepo mfalme mmoja anaitwa Yehoshafati. Yehoshafati akasikia ujumbe unaokuja kwa watu wanaokuja kumvamia, na wale watu wanaokuja kumvamia walikuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Maandiko yanaeleza Yehoshafati aliposikia ule ujumbe, moyo wake ulifadhaika, akaogopa. Na alipoogopa, maana yake hakuangukiwa na hofu ya kawaida, isipokuwa hofu yake ilimwelekeza kumtafuta Mungu. Akaona tu kwamba hili tayari limetokea, nini kitanisaidia? Lakini Yehoshafati akagundua, pamoja na haya yaliyopo, lazima
lazima nitafute njia. Maandiko anasema Yehoshafati akakusanya watu, aliye mkubwa mpaka aliye mdogo, akawaweka mahali pamoja. Na wakati amewakusanya mahali pamoja, wazo ambalo alilitengeneza, naomba niangalie wazo alilolitengeneza, akajua kabisa kwamba mimi ni mwanadamu, mimi ni mtu, sina kitu, siwezi chochote. Anaanza kuomba mbele za Bwana, anamwambia tazama Mungu, sisi ni nani hatutaweza juu ya watu hawa? Maana sisi ni wadogo, jeshi letu ni dogo kuliko wao, wana nguvu. Mungu, tutafanya nini? Yehoshafati anamwambia Mungu afanye jambo ili kuna kitu kitokee. Anaingia kuwapeleka watu kwenye toba na maombi ya pamoja. Jeshi tayari limeshakuja. Watumishi wa Mungu, kuna vitu nataka nikuelekeze kwenye maisha yako. Wewe unapokutana na magumu, nini wanaongea kwenye maisha yako? Je, unawaona watu wanaosababisha tatizo kwenye maisha yako? Au unaona mtu anayesababisha kero kwenye maisha yako? Yehoshafati hakuwatazama wale wanaokuja kumshambulia. Alijua anaye baba wa kwenda kumweleza tatizo alilo nalo. Yehoshafati anaondoka, anajua ninaye Mungu ambaye nikienda kumweleza atajua. Baba yetu tunajivunia, tunaenda kushtaki kwake. Na ndio maana maandiko yameeleza wazi, anauliza, je, hautawahukumu wale watu ambao walizuia wana wa Israeli wasipite? Leo natulipa mabaya, je, hautawahukumu? Wewe ni Mungu uliyezifanya falme zote zinashuka mbele zako. Leo sisi tupigwe na watu wa mataifa, anamwambia Mungu, wewe una nguvu kuliko hawa walio tofauti. Sikiliza, kwenye tatizo ulilo nalo leo, lile tatizo ni dogo ukilinganisha na nguvu ya Mungu uliyembeba kwenye maisha yako. Nenda ukamshtakie Mungu shida ulio nayo, tatizo ulilo nalo, umaskini unaokutesa, kudharauliwa. Nenda umwambie Bwana, ukimshtakia Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize mtu wa Mungu. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake umtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda. Hakuelekeza kwenda kutafuta washauri, kwenda kutafuta watu wa kumsapoti, kwenda kutafuta watu watakaomsaidia juu ya tatizo lake. Maandiko yanaeleza wazi kabisa kwamba uso wake umtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Na mimi nilitangaza kama mchungaji, kwa mambo ambayo siwezi kuyabeba kwako yaliyo magumu, nimetangaza mbiu ya wiki moja tukifunga kwa maombi ili majibu yako yapatikane. Na nikwambie, siku 7 hizi zinapokwenda kuisha, tatizo lako litakuwa limeisha. Hata kama yako 3 au yako 4, yanaenda kuisha kwa jina la Yesu. Hizo roho zinazokufuatilia zikapigwa kwa jina la Yesu. Tumejidhabihu kwa Mungu na tumekubali kutokula wala kunywa kwa ajili ya Mungu. Maandiko yanasema Yuda wakakusanyika pamoja ili watafute Bwana. Hata kutoka miji yote za Yuda wakaja kumtafuta Bwana, walikusanyika wote. Tena nasema Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu, nyumbani mwa Bwana, mbele ya ua mpya, akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Wakati mwingine wa maombi yetu tumwadhimishe Mungu, tuonyeshe ukuu wa Mungu, tuonyeshe Mungu alivyo mkuu kwenye maisha yetu. Unaona maombi ya ajabu sana. Anasema, si wewe Mungu uliye Mungu mbinguni, tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Kuna vitu hapa, kuna wakati ninaposoma maandiko ya Mungu bwana changanyikiwa akili yangu, najiuliza, hivi mimi ni nani? Mbona natetemeka kwa vitu vidogo? Hebu naomba nirudie hii point, unisikilize kwa makini. Hebu wewe kama una Biblia, tazama hapa kwamba na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Na mimi nikutangazie, kanisa la Bunda Worship Center, natangaza
juu ya maisha yenu. Mungu yuko hapa. Hakuna mtu anaweza kuwa against na wewe. Mungu asemapo jambo atalitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wangeenda makaburini wakaenda kutambika kwamba mimi nisifanikiwe, hawataweza, kwa sababu mbingu mimi zimeniitika. Mungu akikubali amekubali. Hakuna mtu anaweza kuzuia kila ambacho Mungu amekubali kiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutapita tunaonekana kama tumechoka, lakini nataka nikwambie hatutakufa kamwe bila kuyafikia mafanikio. Hatutakufa kamwe bila kuziona mbingu. Hatutakufa kamwe bila kushuhudia ndoa za kifahari. Hatutakufa kamwe bila kupokea la Mungu kwenye maisha yetu. Tutapokea kwa jina la Yesu. Mungu akakufanyie, Mungu akakutendee katika jina la Yesu. Yeye ni Mungu aishie mbinguni. Hakuna mtu anaweza kusimama kinyume chake. Na ndio maana tumeelekeza mioyo yetu kwa Mungu, na Mungu anaenda kufanya kitu kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie usitetemeke wala usiogope. Mwangalie, tutetemeke wala usiogope. Yesu yuko hapa atafanya. Yesu yuko hapa atafanya na akakufanyie katika jina la Yesu. Haleluya. Uogopa. Mungu yuko katikati yetu. Leo nilikuwa msibani hapa. Tulikuwa wangapi? Nani alikuwepo pale kwenye msiba? Hawajaji. Nilikuwa na washirika pale. Kulikuwa na msiba pale. Mbiu ni hii, Yesu anakuja. Lakini amani ya kweli ni hii, sisi watu tuliookoka haturogi. Nikawatangazia watu wa Mapinduzi, maana wote walikuwepo. Nikamwambia mimi niko pale Mapinduzi. Kama mtu anajiamini aje leo, ajaribu na aone. Kwa sababu mimi nalindwa na nguvu za Mungu. Mungu ameninunua. Uwezi ukatafuta nywele zangu ukazipata. Piga mahesabu. Kuna watu kwa sababu ya kukosa Mungu, huyu Mungu ambaye anasema hakuna mtu wa kusimama kinyume chake, unashangaa mtu anakuja anasema nimenyolewa nywele za huku na kule, haoni nywele zimeenda. Yaani kabisa, na wewe ni mcha Mungu, ananyoa nywele yako. Upo. Mwambie jirani yako nywele haitoki. Wala chochote hakitoki. Maana Mungu akiwa upande wetu, hakuna yeyote anaweza kuwa katika jina la Yesu. Piga makofi kwa Bwana. Shetani atajaribu, lakini hataweza. Tuna Mungu. Ingekuwa tungekuwa tulishakufa wengine. Tumepiganishwa sana, lakini Bwana bado ametushika kwa mkono. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa habari ya shida yako Mungu atasimama. Mtumishi wa Mungu anasema, si wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wako Ibrahimu rafiki yako hata milele? Maana anaongelea urithi wa mali zako. Mungu ameahidi urithi wewe. Sisi leo tunarithi baraka kutoka kwa Ibrahimu kwa njia ya imani. Tunabarikiwa ndani ya Ibrahimu, baraka zikupate kwa jina la Yesu. Sio wakati wa kukaa unalia unalia mtuombaomba. Hapana, baraka ziwe juu yako. Mungu atakubariki leo katika jina la Yesu. Kwa sababu mimi ndo nawabariki ninyi, huwa nakaa kwenye position ya baraka. Kama ulishawahi kunigundua, huwa sina papara nikiwa naongea na mtu, nikiwa mitaani, utaniona ninapoongea na watu. Naongea nimeridhika, kwa sababu najua ulinzi ninao, alafu najua pesa ninazo, najua kila kitu kipo, sina mashaka. Maana nimepewa urithi na Mungu. Mungu ndiye anayeniridhisha. Na sitakuangusha. Ukionyesha yule ni mchungaji wangu, mtu anasema Yesu, yule ni mchungaji. Si kwamba najiproud, huo ndio ukweli. Lakini unaonaje kama ningekuwa na t-shirt alafu nimeandikwa I love you, alafu nimechora mengine yameandikwa huko mgongoni, alafu napita mtaani sasa, mchungaji, mara niko kwenye kahawa, nimekaa hapa na dunda na washikaji, napiga makelele, utaonyesha yule pale ni mchungaji wangu? Ukiniona utakimbia. Lakini leo ukiniona, tamani kunisalimia, maana najua huyu ni baba. Unamwambia rafiki yako, mchungaji wetu ndio huyu hapa. Anasema ndio huyu, sawa. Ni baba yetu kabisa. Sawa.
anasema hapo poa, huyu ni baba. Ndugu zangu, ngoja niwaambie, sikiliza, tumepewa urithi kumiliki. Lazima umwambie Bwana, narejesha vyote, hata kama nilikuwa naonekana sifai, Mungu akakusahilishe leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Kwenye nyumba hapa, hii madhabahu unayoiona, wangapi wanaona hapa? Hapa si unaona ni mahali pa kawaida, lakini Waisraeli walikuwa na hekalu lililojengwa na Sulemani. Hili ndio linaloongelewa, kwamba ikiwa watu wako wamepigwa, wanatawa, wamehukumiwa, labda wamesingiziwa, wameua, wamefanya nini, wakija kwa jina lako na wakanyenyekea chini ya mkono wako na wakaomba, wewe Mungu utasikia kutoka mbinguni, utaifuta dhambi yao, utawatoa kwenye mateka yao. Kama watoto walikuwa wametekwa, wataachiliwa huru. Na mimi nasema kupitia kwenye madhabahu ya Bunda Worship Center, mbingu ikafunguke kwa ajili yako. Bwana akufungue. Kama umefungwa, funguliwa katika jina la Yesu. Baraka zije kwako. Wamama mliofungwa matumbo, hii ni wiki ya kupokea. Kama kuna mahali ulikuwa umefika bado umechoka, Bwana mbingu zitike kwa ajili yako katika jina la Yesu. Inuliwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wana wa mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa, wakija kututupa toka miliki yako ulioturithisha. Bwana, Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii. Ameenda kushtaki kwa baba yake. Nikutazamishe jambo la msingi sana, naomba niangalie mtumishi wa Mungu. Tatizo linapokuja mbele yako kama mlima, hauna haja ya kutafuta lawama wala misaada mahala popote. Mwendee Mungu kumwambia, kwa kweli vita hivi ni kali. Ndugu zangu, wangapi wanawajua wachawi? Wangapi? Si kwamba unawajua ni mama fulani ndio mchawi. Yaani ulishawahi kugundua kwamba kuna wachawi? Nyosha mkono. Aliyewahi kugundua kwamba kuna wachawi? Shusha. Wale ambao hawajawahi kugundua kwamba kuna wachawi, nyosha mkono. Ambao hawajawahi kugundua kwamba hakuna wachawi, nyosha mkono. Aha. Wangapi walishawahi kusikia harufu ya wachawi? Wangapi walishawahi kusikia harufu ya wachawi? Wangapi walishawahi kusikia dalili ya wachawi? Wangapi wanasema tunasikiaga tu wachawi wanaongea, sijawahi kusikia dalili wala hisia wala kuwaza? Nyosha mkono. Hujawahi kusikia wala kusikia wala kuhisi? Nyosha mkono. Asante sana. Ni mmoja tu. Wengine hao wote tulishawahi kuhisi kwamba kuna mchawi mahali. Bwana Yesu atusaidie. Sasa ngoja niwaambie, tunapoongelea nguvu ya kichawi, hatuongelei nguvu ya kawaida. Tunaongelea kitu kinachofanyika katika ulimwengu. Akionekani katika ulimwengu wa damu na nyama, huwezi kuona kwa macho, lakini tunaona katika ulimwengu. Wengine tunapambana nao ndotoni, wengine tunapambana nao, wengine hata live. Mimi niliwahi kukutana nao. Mimi huyu niliwahi kuambia siku moja hapa, na nikawakwida, nashika huyu mmoja na unawagonganisha hivi.
katika ulimwengu wa roho. Lakini baada ya kuona ile ndoto, kweli nashangaa, naitwa natokeza nje na wakuta wamesimama wadada wawili, mmoja ni mkubwa kidogo, mwingine ni mdogo. Ungewaona walivyokuwa wamevaa, wewe sidhani kama ungevaa, hata wangetokea tu ndani ungekabili. Wangapi walishawahi kufika mahali anatembea akasikia mwili mzima kama nywele zinafanya fanya. Wani unaona nini? Hebu unaona nini? Wewe unafikiria nini? Sikili ambazo hazionekani kwenye mwili wa binadamu, ambao una sense mambo. Umepita kwenye uvuli wa mauti. Kuna nguvu ambayo sio ya kawaida. Sasa nasema Yehoshafati anajaribu kuonyesha kwamba hao wote walio na nguvu wanasema hili ni jeshi kubwa, lile jeshi linakuja usiku, wewe umelala hautaweza. Lakini kwa nguvu za Mungu wachawi wanapigwa mbele yetu. Kwa nguvu za Mungu hakuna uganga unaoweza. Kwa nguvu za Mungu kuna mapepo yanaanguka. Kwa nguvu za Mungu kuna vitu vinaondoka. Na ndio maana wiki hii tunasema shetani lazima apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Hata simama mbele yetu, tunashitaki kwa baba yetu na baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba yetu anawashughulikia, sisi ni kushtaki. Jamani na shtaki. Hivi hutawahukumu? Tutafanya nini juu ya jamii kubwa? Sisi hatuna uwezo. Nani ana uwezo hapa? Ninyi mliokaa hapa, nani ana uwezo? Nani aliye na uwezo pia wachawi? Nenda ukatangaza kama nilipotangaza mimi pale. Kama kesho tutakukuta wanakuzika asubuhi. Lakini mimi kesho na kesho utajikuta hapa nikihubiri na mpaka mwaka utaisha naendelea na kuwatukana nimewatukana. Hawanifanyi kitu. Watakuwa wananitamani, wanauma vidole, lakini kunigusa hawawezi. Kwa nini? Niko powerful. Nguvu ya Mungu inanizunguka ni moto. Hakuna shetani kuweza kunishika. Na nguvu hii haikaji kwa mchungaji peke yake, na wewe unayo vile vile, na Mungu atakuzingira kwa damu yake. Mahali popote unapopita, utoe chemichemi za moto. Shetani apigwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono wako hewani. Sikiliza. Wakasimama Yuda wote mbele ya Bwana pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Walisimama wote. Hawakusimama tu wakanyamaza. Walisimama wakilia, wakiomboleza. Kama tulivyotenga muda wetu hivi leo, tumekuja kulia mbele za Bwana. Tumekuja kumulilia Mungu kwa sababu tuna matatizo. Kuna mambo Mungu tunataka tufanyie. Ukimletea mchungaji mambo yako sawa bila kuomboleza mwenyewe, kuna mambo hayatatokea. Lakini tunapokuja kwa pamoja, tunalia kwa pamoja, kuna vitu vinatendeka katika ulimwengu wa roho, na Mungu anafanya, na Mungu akakufanyie. Sijui niwaambie nini kunielewa watumishi wa Mungu. Sikiliza. Anasema, "Ee Mungu wetu." Anasema, ndipo Yazieli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yaeli, mwana wa Matania, Mulawi, wana wa Asaf, akajiliwa na Roho wa Bwana katikati ya kusanyiko. Akasema, "Sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana waambia hivi." Neno la matumaini kwenye maisha yako. Piga makofi kwa Bwana. Bwana asema hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, bali vita si yenu, bali ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usipigane mwenyewe, ninapiganiwa na Baba. Wewe usipigane mwenyewe, ninapiganiwa na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ni kubwa, maana vita si vyenu, bali ni vya Mungu. Mungu asimame juu ya watesi wako. Amen. Watesi wako Yesu. Yeyote atakayesimama kujaribu maisha yako akapigwa na Mungu katika jina la Yesu. Wasikupate wakiinua vita, wapigwe wao. Na kama wanatangaza mauti, acha mauti zikaingie kwenye nyumba zao. Hakuna
kwanza hata hatujui, lakini kuna watu wanakufa kwa ajili yako, maana unalindwa na Mungu. Unaweza wakafikiri utakufa, lakini leo upo kwa matumaini. Tena nasema Bwana akakunyanyue katika jina la Yesu, viwango vyako vikapande katika jina la Yesu, Bwana akakutendee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea ushujaa. Wazee wanatembea, nilijua utafanya ila sikujua ni kwa namna hii. Nilijua utatenda ila sikujua ni haraka hivi. Umenishangaza, umenishangaza ila sikujua ni haraka hivi. Jamani, piga makofi kwa Bwana. Kuna wakati Mungu anafanya mambo ambayo hayaelezeki kwenye maisha yetu. Bwana anatutendea tena na tena. Mungu akafanya kitu kwa ajili yako. Kupitia maombi haya, shetani anaenda kuaibika, atainamisha kichwa chini, lakini sisi tumeinuliwa na Bwana. Mungu atatutetea katikati ya magumu, atasimama kwa sababu ametukubali. Bwana Yesu asifiwe. Nani wa kuzuia mpango wa Mungu kwenye maisha yetu? Hayupo. Nani atuhukumie adhabu sisi wana wa Mungu tulioitwa na Mungu? Hayupo. Mungu ametukubali sisi, tutatembea na nuru yake, tutaishi karibu na yeye kwa sababu yeye ni kiongozi. Tutatembea na Bwana, ametununua kwa damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, hata kama kuna vimada kwenye ndoa yako ambavyo vimeingia vinaharibu mume wako na anaondoka, kwa mamlaka ya Mungu anayeishi, havitakaa kwenye maeneo hayo katika jina la Yesu. Vitapigwa kwa sababu Mungu ndiye anayeamuru. Mstari wa 17 anasema, hamtahitaji kupigana vita. Neno la ajabu sana. Hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi mazuri kwa Bwana. Ushindi tunao, uzima tunao, mamlaka tunayo na neema tunayo. Mungu ametukubali. Tokeni mbele yao mukasimame, kwa sababu Mungu yuko pamoja na nini. Hamtapigana vita. Usipigane vita ndugu yangu. Vita sitakie Mungu atawashughulikia maadui zako, atawapiga maadui zako, atawaangamiza maadui zako. Kila adui anayeinuka atapigwa na Mungu, hawezi kubaki hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna adui atakayesimama mbele yako. Wewe sio mtu wa kawaida. Anawaambia hamtahitaji kupigana vita. Vita atakayepigana ni Mungu mwenyewe. Yeye ndiye atakasimama, atawararua tena hata wewe usijue. Utaona wengine wanakuja kukuomba msamaha. Samahani, utauliza msamaha wa namna gani? Kumbe walikuja katika ulimwengu wa roho, wakakuta tayari mishale imeandaliwa. Badala ya kukurushia mishale, wao wakapigwa. Waliotangaza ule kipofu wakawe vipofu wao. Kama walileta upofu kwako, wakawe vipofu wao. Kwenye malango yako watatangaza msiba, lakini watakufa wao katika jina la Yesu. Bwana atakutendea. Bwana atachilia kibali katika maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Chochote kilicho kinyume nao, Bwana akasimama upande wako, apate kukupigania na kukuvusha ng'ambo ya pili. Maadui zako washangae namna Mungu anavyokutendea. Na sasa kwa sababu walijua sasa mnaenda kuachana, washangae kwamba kuna vitu Mungu amefanya, na mnazidi kuongezeka na furaha inaendelea katika jina la Yesu aliye hai. Hakuna wa kuzuia. Piga makofi kwa Bwana. Mungu wetu anaishi. Wakaanguka mbele za Bwana. Yuda
wakamsujudu Bwana. Manake walikitu wakasema, hivi nilosema ni wewe Mungu umenena, ni wewe Mungu umesimamia. Mungu akawatendea kuzimu. Raha irejee kwenye malango, baraka zirejee kwenye malango. Mwambie jirani yako, nililia jana silii tena, sina huzuni tena, maana kumbe yupo ananipigania, na hata hii vita iliyoko mbele yangu yupo atakayenipigania katika jina la Yesu. Piga makofi kwa Bwana. Mstari wa 21 ni mstari wa maana sana. Anasema hivi, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa kuwa maana fadhili zake ni za milele. Simama akina Catherine, watasimama akina Margaret, watasimama akina Happiness, watasimama akina Samuel, watajipanga mbele za Bwana. Halikuruhusiwa jeshi kusimama, na wao watatangulia mbele, na huku wengine wana silaha. Lakini ajabu, akina Mary ndio wametangulia, eti waimbaji ndio wanaenda vitani badala ya kuinua silaha. Kumbe Mungu wetu, ikiwa yeye ndiye ametengeneza ramani, kumbe hata tukibaki tukiimba tu, kuna mambo yanaweza kubadilika, na wanaimba wimbo na matokeo yanaonekana. Mshukuruni Mungu wetu, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Ametengeneza shimo. Huyo hapa mama ameshaanza kucheka. Jirani hana akili na hajui mpaka wake uko wapi. Anakuja kulala kwenye kiwanja cha mtu mwingine. Ulishawahi kuona hivi? Mama huyo akaniambia, lakini baba, sina wewe angalau jitutumue. Hiyo niona ni dharau kabisa. Jitutumue na wewe kama mwanaume. Kaambia mama, mimi ni mwanaume kweli. Mimi ni mwanaume, sio kwamba mimi ni msichana. Mimi ni mwanaume kabisa. Hapo ungenyang'ana, nikatulia. Una jambo hili? Karibu mama. Akahubiri yule mchungaji Mtanzania. Akasema Pentekoste haturogeki. Ndiyo. Lakini kumbe kuna jirani hakuamini. Alikuja, alipokuja akajaribu, alipojaribu kesho yake jibu aliloniambia, akaniambia kwamba warokole ni wachawi. Akaja kwako. Kukuroga. Hakujua kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Hakujua. Jamani, kupiga makofi. Hapo vipi? Ukamwambiaje? Aliposema warokole ni wachawi, nikamwambia kwani ulishawahi kuwaona? Akasema warokole ni wachawi. Nikamwambia hao uliona wa zamani, ila wa sasa huwezi kuingia mle ukiwa ni mchawi. Amen. Piga makofi kwa Bwana. Kwenye haya maombi tunayoendelea nayo. Jana wakati nimefika nyumbani aliniita. Akaniambia, dada, mimi naomba unisamehe.
Nikamwambia nikusamee kwa nini? Kama nilishawahi kukosea nisamee, na mimi sijawahi. Lakini mmepigana rohoni. Kusema tu kwani mimi nilikuwa na huyo binti. Si nimemaliza kusema tu hapa sasa hivi kwamba mtu anaweza kuja kukuomba msamaha ukamuuliza kwani, kumbe mmepambana rohoni kwenye anga. Wewe umelala kwanza uelewe vita anayopigana naye. Unaweza ukashangaa yeye ndo anakuona unamwezeka ngube. Lakini kumbe wewe umelala kabisa. Ni jeshi la mbinguni. Bwana, sisi tulio na Yesu piga makofi kwa Bwana. Kitu cha kwanza tukasalimiana, ndio kama mama shikamoo, mama hujambo? Nikamwambia sijambo. Akaniuliza unasali kanisa gani? Nikamwambia nasali kanisa la Pefa Mapinduzi. Akaniambia hakika Mungu unayemwabudu, endelea kumwabudu huyo Mungu. Sikujua anamaanisha nini, nikamwambia unamaanisha nini? Akaniambia endelea kumwabudu huyo Mungu unayemwabudu. Hivyo tu. Piga makofi akisema hivi. Unajua tunapoelezea watu huwa hawaelewi. Lakini kuna watu wangekwambia. Kuna watu wengine hawatembei, miguu yote ilishakufa. Waliingia kwenye nyumba ya Pentecost aliyeokoka. Hawawezi kuinuka tena. Piga makofi kwa Bwana. Huyo ndiye Jehova. Karibu mwalimu. Mimi na mchungaji Kilion, na mchungaji Shila, na mimi. Kati ya wale wote mimi ndo nilikuwa mshirika. Sasa kulikuwa na mchungaji mwingine, yeye alikuwa wa dhehebu tofauti. Ndio. Tulipotoka kufika kwake, shetani huwa hapendi maombi ya kufunga. Ndio. Akatengeneza kigezo fulani hadi yule mchungaji asikwenda naye kwenye maombi ya kufunga mlimani. Akaondoka kwenda Shirati, lakini alipofika huko kumbe shetani alikuwa anataka mtenganishe ili amkamate. Mtumishi wa Mungu. Alipotoka tu kule, yule mchungaji alianza kuharisha damu. Mke wake akakimbia mlimani tulipokuwa. Kwamba bwana yule mtumishi wa Mungu alipotoka kule mnadani amerudi anaharisha damu, anaumwa vibaya. Tukamwambia kwamba wanajeshi wakishaaga nyumbani hawarejei, cha kufanya nendeni mkambebe mlete hapa mlimani. Lakini kumbe pale mlimani tulipokuwa tunaenda kuomba, kulikuwa na mzee mmoja jirani pale alikuwa mchawi. Alikuwa anasumbua watumishi wa Mungu waliokuwa nakuja kuomba kwenye lile pango. Ile pango Mungu alitengeneza kimeujiza. Ina uwezo wa kutubeba sote tulivyo hivi. Wote mkakaa ndani. Ni mlima ambao ndani ya mlima tu, katikati ya mlima ndio ukakatika. Ina maana kwamba chini ni mlima, pembeni huku ni mlima, huku ni mlima, alafu pembeni tukaota mti. Kwa hiyo ukikaa pale mnaweza mkaweka jambi. Mkakaa tu. Sasa tulipoomba siku ya kwanza, kesho yake asubuhi tukamwona huyu mzee amekuja akatusalimia. Waombaji hamjambo? Akamwambia hatujambo. Akapita akazunguka pale, lakini hakuwa na kazi nyingine. Kumbe akawa anafanya mambo yake. Siku ya pili ya tatu tukasikia mtu anakuja kwa yowe. Waombaji, mniombe. Analia kabisa, na kwamba naungua, ametoka kabisa nyumbani. Jamani, piga makofi kwa Bwana. Ndio nguvu ya Mungu ilivyo. Mchungaji akataka kumwekea mkono. Mchungaji Shila akamshika yule mchungaji mkono. Akasema ukimwekea huyo mkono umemuua. Huyu lazima akiri sala ya toba. Atubu na akiri kabla hatujamuombea. Atubu alichokifanya. Akisha tubu ndo tumuombee, tumbandiki mkono. Ukimbandika tu mkono umemuua. Tukamwambia mzee tubu. Mke wake alitoka kule mbio. Akaja kumwambia unataka kufanya nini? Acha. Yule mzee mke wake akamkataza kufanya nini? Kutubu.
akaondoka, lakini kumbe walikuja kupambana na waombaji kwenye sehemu ya kuomba. Piga makofi kwa Bwana, ongeza makofi kwa Bwana. Nataka nikwambie walio na Mungu hakuna nguvu inaweza kuwadhuru, maana wamebeba mamlaka kamili, wana nguvu. Kijaribu utaondoka mwenyewe, na ndio maana alishindwa akakimbia kuja. Mzee, moto mliokuwa mnashusha sio wa kawaida, asingebaki salama. Tunaye Mungu asiyejaribiwa. Kijana wangu, huyo ni Mungu alikupambanisha katika ulimwengu wa roho, alipigwa sana. Ungemuuliza tu taratibu, unakutana na nini hivi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana binti yangu anamuomba msamaha, endelea kusimama na Mungu. Endelea. Sasa nataka tumalize, alafu tuingie kwenye maombi. Nina mistari michache. Sikiliza. Mstari wa 22 neno la Mungu linasema, nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amon na Moabu na mlima wa Seiri. Walikuja juu ya Yuda, nao wakapigwa, kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha, nao wakaao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu na mwenzie. Ona mambo ya maombi. Yehoshafati na kundi lake wakapewa siri. Waimbaji walipoanza kuimba, sauti zinapanda, ya kwanza na ya pili, tarumbeta zinalia. Walichoshangaa, Mungu akainua waviziao wakawaangamiza, na wale walioangamiza wengine nao wakainukiana. Yaani mimi si tumemaliza shughuli, tulikuwa na maadui, unashangana mchoma huyu naye ananichoma mimi, wote wakafa, hakuna aliyeokoka hata mmoja. Nataka nikwambie kwenye maombi haya, maadui tunaenda kuangamiza kwenye maisha yetu na hawatainuka tena. Iwe ni kansa, iwe ni madonda ya tumbo, iwe ni chochote, Bwana anaenda kukuponya na hayatainuka tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akakutendea katika jina la Yesu. Hey! Maadui waliosimama mbele yako, mama, hawatasimama. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakupe raha. Mungu akakurejeshea furaha yako. Uchungu na huzuni uondoke kwenye uso wako. Si tulimwona Hana anasema, Hana toka alipotoka mbele za Bwana kwenye maombi yake, wala uso wake haukukunjamana tena, bali furaha ya Mungu aliondoka akiwa amefurahi. Na mimi jioni ya leo, usiangalie shida ulio nayo, mwangalie Yesu. Tunaenda kuomboleza mbele za Bwana. Hata kama tatizo lako liko kama mlima, Bwana atalisawazisha na kuliondoa. Amen. Zakaria anajua. Zakaria anaelewa. Na Zakaria leo maombi hata atakayoomba utashangaa. Na nilikuwa naona alivyokuwa akiomba. Huyo hapo utaelewa. Yaani mtu ambaye hajaenda jela hawezi kusimulia habari ya jela. Kule ndugu yangu ni mahali pa mateso, jehanamu ndogo. Na kule wenye nguvu ndio wanao. Peke yangu siwezi. Hili nalo najua ni ulima, utauondoa. Bwana akalete amani na furaha ya maisha yako. Mungu akuangazie uso wa nuru yake na upate kuziona baraka. Kile unachotamani kufanya kikafanikiwa. Mungu akakushika kwa mkono wako wenye nguvu ili apate kukupandisha viwango zaidi ya vitu ambavyo uliwahi kupanga hapa duniani. Yaneti, Mungu akurudishie furaha. Kama hujawahi kusikia harusi kwenye familia yetu, mwambie Mungu, nisaidie. Mungu alete harusi kwenye familia yetu. Inua mikono yako kwa Bwana. Usimwangalie jirani yako. Usimwangalie jirani yako. Bwana anafanya njia pasipo njia.